muda huu ambao umetupa ili tuendelee kuchambua neno lako. Tunaomba uwezo wako wa Roho Mtakatifu ili tuzidi kukuelewa na kukua jinsi ambavyo unahitaji. Mapenzi yako yatendeke, na ni katika Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. The death of Christ. Kifo cha nani? Cha Yesu. Leo tunaangalia kifo cha Yesu. Sijui kama unaelewa kifo. Wangapi wanaelewa kifo? Hebu nione wale wanaelewa kifo. Kumbe Wakristo hawajui kifo. Mnajua kifo ama mmesikia habari kuhusu kifo? Nani anajua kifo? Hebu nione wenye wanajua kifo. Hebu nione wenye wamesikia kuhusu kifo. Kweli. Mmesema kweli. Mtu asikwambia anajua kifo. That is a mystery. Hakuna mtu anaweza akakueleza kifo. Ndio maana mtu akufe hapa ndani watu watakimbia sana. Watu watakimbia sana. Sasa ili ni kueleza kuhusu kifo cha Yesu, lazima nikugusie kifo ni nini kidogo ili uelewe. Genesis chapter 2 verse number 7. Genesis chapter 2 verse number 7. Nasema hivi. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Ndio. Akampulizia puani pumzi ya uhai. Mtu akawa nafsi hai. Mtu akawa nafsi hai. Kwa hivyo mwanadamu ameumbwa kwa vitu viwili vinaonekana. Cha kwanza ni mavumbi. Cha pili ni pumzi. Kwa hivyo pumzi ikiwekwa kwa mavumbi, huyo jamaa anaitwa nafsi hai. Ndio anaitwa mwanadamu. Kwa hivyo ukiona nikitembea, ama huyo mwenzako mwenye amekaa karibu na wewe ama kando na wewe, huyo anaitwa mtu ama nafsi hai. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amemuumba kutokana na mavumbi na akaweka nini ndani yake? Pumzi ya uhai. Kwa hivyo mtu anafanyaje? Anatembea. Tukiondoa pumzi ya uhai ndani ya huyo mwanadamu, anaitwaje? Anaitwa maiti. Anaitwa mufu. Maiti. Kwa hivyo ukisikia mtu amekufa, huyo anaitwa nani? Maiti. Maiti si jina lake. Anakuwa na jina lake anaitwa. Kama mimi ninaitwa Dickson, lakini nikifa watasema marehemu Dickson ama maiti Dickson. Maiti ni nickname ya hali ya huyo mtu. Watu wa Mungu mumeelewa? Kwa hivyo pumzi ikiondoka ndani yangu, ninaitwa maiti. Nickname. Sifa yangu, hali yangu. Kwa hivyo wakati wowote unasikia kwamba jamaa fulani amekufa, mzee fulani amekufa, chenye kinastahili kikuja kwa mawazo yako ni nini? Ni pumzi ya uhai imefanyaje? Imeondoka. Wakati pumzi ya uhai imeondoka, unastahili kuenda mbinguni, unastahili kuenda purgatory, ama unastahili kuwekwa mahali pema peponi. Unajua Wakristo wanaweza kuchekesha sana. Mwanzo 3:18, the great controversy, inasema hivi: michongoma na miba itakusalia, nawe utakula mboga za kondeni, kwa jasho la uso wako utakula chakula, hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Kumbe Mungu alitumia mavumbi kuyafinyanga, kisha akapuliza pumzi ndani yake. Wakati ile pumzi imeondoka, umesikia Biblia imesema unaenda mbinguni ama unarudi kwenye ardhi?
Kumbe mtu akifa aendi wapi? Mbinguni. Aendi wapi? Purgatory. Aendi wapi? Mahali pema peponi. Mtu akifa anaenda wapi? Anaenda kaburini. Bwana Yesu asifiwe. Umesikia maneno haya? Mtu yeyote akifa, awe alikuwa mwenye hekima, ama alikuwa mchungaji kama mimi, ama alikuwa muimbaji, ama alikuwa mzee wa kanisa, ama la msingi ni mwanadamu, any human king akifa anaenda wapi? Kaburini. Kitabu kinaitwa Psalms 49 verse number 9 na mpaka namba 11. Ituambie maneno hayo vizuri ili mtu asije akakuchanganya. Alafu tuangalie the death of Christ. Inasema hivi. 49:9 inasema hivi, ili aishi siku zote asilione kaburi. Naam, ataliona hata wenye hekima ufa, mpumbavu na mjinga upotee pamoja, na kuachia wengine mahali sao. Makaburi ni nyumba sao hata milele, maskani sao visasi hata visasi. Kwa hivyo iwe ni mtu mwenye hekima, iwe ni mpumbavu, iwe amesoma, iwe hajasoma, iwe ni maskini, iwe ni tajiri, wote wakifa wanawekwa wapi? Kaburini. Kwa hivyo Mkristo yeyote asije akakuambia kwamba, unajua Wakristo siku hizi mnanichanganya sana. Wakati mtu amekufa wanamuandikia kitu inaitwa barua. Sijui kama umeona. Inaitwa attributes. Inaitwa ile ni nini wao mnaandika? Mama, tulikupenda sana lakini Mungu amekupenda zaidi. Mama, tutakumiss lakini shine all the way. Unaambia maiti ya shine all the way kwenda wapi? Ni Wakristo wanaandika ile, na wamepatia watoto wasimame mbele ya watu kusomea barua. Eti dear mother, dear father, dear my brother, dear my sister, tulikupenda sana lakini Mungu alikupenda zaidi. Kwa hivyo siku hizi Mungu akipenda mtu zaidi anamuangamiza, anamuua. Ni kama ana mahali anampeleka aende kumfanyia kibarua cha kulima, cha kupalia mboga, sio? Tumefanya mpaka watoto ambao wamebaki wamekasirikia Mungu sana. Huyu ni Mungu mgani ambaye anapenda mama yetu zaidi kutuliko sisi, anatuacha mayatima? Huyu ni Mungu mgani ambaye anachukua mume wangu ananiacha na tulioana na yeye juzi? We have make our God to become something that is not people to be predicted. Hawezi ukatarajia hiyo. Kwa sababu Wakristo tumeandikia marehemu nini? Barua. Wengine wanasema kwamba she has gone to dance with angels. Sasa anashangaa huyu mtu pumzi imetoka, anaenda kudansije? Mafumbi yanaweza yakadansi. Ni kwa sababu ya mafundisho ambayo tulipata. Wakati Adamu na Hawa alitenda dhambi, alistahili arudi wapi? Mafumbini. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Adamu na Hawa walipotenda dhambi, mshahara wao ulikuwa warudi penye walitoka, mafumbini. Lakini kwa sababu gharama ya Mungu ni uzima, Mungu akafanya nini? Tuende kwenye Romans chapter 6 verse number 23. Usikie neno ambalo limetumika pale ndio uone tofauti ya Mungu na mwanadamu. Romans 6:23 inasema hivi. Mungu anasema maneno haya: kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti,
bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Mwanadamu alistahili afe, yani maana yake alistahili arudi katika ardhi, alistahili asikwe kaburini, alistahili aondoke dunia. Historia ya mwanadamu ilistahili ifungwe kabisa, kwa sababu amefanya nini? Amefanya dhambi. Lakini kwa sababu karama ya Mungu, the gift of God, ni uzima unaopatikana kwa nani? Kwa Yesu. Kwa hivyo ili mwanadamu asiende kaburini, historia yake ifungwe, Yesu akaamua kulifasi ili kwamba mwanadamu aendelee kuishi, historia yake isifanyaje? Isifungwe. Kwa sababu hiyo mwanadamu alistahili akufe. Sasa kama wewe una upendo, kama wewe unajali mwanadamu, ungefanya nini? Lazima ungekuwa nani? Mwanadamu. Ndio uelewe mwanadamu, ndio ukufe jinsi mwanadamu anakufa. Kwa hivyo the death of Christ is very necessary kwa wanadamu. Kwa nini? Mwanadamu alistahili afanyaje? Akufe. Alistahili akufe. Sasa kwa sababu ya ule upendo, ili mwanadamu asije akafa, historia ikafungwa kuhusu mwanadamu. Yule ambaye ni mkamilifu anaitwa Yesu. Yule ambaye ni mkamilifu, aliyekuwa Mungu, aliamua ashuke akae kama sisi, ili kwamba achukue nafasi yako na yangu ya kukufa, ili yeye afe sisi tuishi. Kitabu cha Isaya chapter 53. Isaya chapter 53. 53 nasema hivi, tukianzia verse number 8. Hiyo ni unabii wa Yesu. Yesu alitabiriwa kitambo sana kwamba alikuwa apitie haya yenye alipitia. Kwa kuonewa na kwa kuhukumiwa aliondolewa na maisha yake. Ni nani atakayesimulia? Maana amekataliwa mbali na nchi walio hai. Alipiwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu, wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya na pamoja na matajiri katika kufa kwake. Ingawa hakutenda jeuri wala hapakuwa na ila kinywani mwake, lakini Bwana aliridhika kumchibua, amemuhusunisha atakapoponya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi. Ataona usao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yanafikiwa mkononi mwake. Ataona masao ya taabu kwao maarifa yake. Mtumishi wangu mwenye haki atafanya wengi kuwa wenye haki. Kumbe nikikuja kupata nafasi nitagusa hiyo kidogo sangu juali nikuonyeshe. Huyu ambaye anaitwa Mungu aliamua kujiandalia dhabihu, sacrifice, kwamba ili mwanadamu aokolewe lazima sacrifice ambayo ilikuwa ni extraordinary itolewe ili mkomboe mwanadamu. Sasa niulize Biblia, mwanadamu angeweza kujikomboa? Ama kuna mwanadamu angeweza kukufa kwa niaba ya mwanadamu wenzake? Zaburi 49 aya yake ya 5. Zaburi 49 aya yake ya 5. Kulikuwa na mwenye angeweza kufa kwa sababu ya mwanadamu wenzake? Ama kulikuwa na kitu ambacho ingefanywa ili kwamba mwanadamu apate kuokolewa? Inasema hivi, nataka nianzie aya 5. Kwa nini niogope siku za uovu, ubaya ukinisunguka miguuni pangu?
hao wanitumainia mali zao na kujisifia wingi wa utajiri wao. Hakuna mtu awezaye kumkomboa ndugu yake wala kumpa Mungu fidia kwa ajili yake. Maana fidia ya nafsi zao ina gharama, wala hana budi kuiacha hata milele, ili aishi siku zote asilione kaburi. Kwa hivyo Biblia inafundisha kwamba mwanadamu hawezi kukombolewa na utajiri wake. Mali ambao uko nao mengi hayawezi yakakuzuia ili ukapata wokovu kwa sababu wewe ni tajiri. Ama maisha yako hayawezi yakabadilishwa na pesa zako. Umaiona watu wakienda India kutafuta uponyaji, alafu akarudishwa wakiwa kwa casket. Kwa nini anarudishwa wakiwa kwa casket na alikuwa na pesa nzuri? Unajua Rais Kibaki si alikuwa na pesa? Daniel si alikuwa na pesa? Name all of the millionaires and billionaires you know. Kwa nini pesa iko wakomboa? Biblia inasema kwamba hakuna mtu awezaye kulipa fidia kwa ajili ya nafsi yake. Inasema mwanadamu ana gharama sana. Mwanadamu is very expensive. You are very expensive. Hakuna pesa ambazo zinaweza zikakununua. Hakuna utajiri ambao unaweza ukakununua. Hakuna mwanadamu anaweza akakukomboa. Kuna yule peke yake angeweza, anaitwa nani? Mungu peke yake. Sasa kwa sababu Mungu peke yake ndiye ana uwezo wa kukomboa mwanadamu, sio pesa, sio mali, ndio maana Mungu aliamua ashuke ili achukue nafasi yetu, ajikombolee watu wake. Wakorintho wa pili 5:19 ukianzia 18. Wakorintho wa pili 5:18-19 inasema hivi: lakini vyote vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. God was in Christ. Alikuwa ndani ya nani? Ya Yesu. Yesu tulisema ni mwili. Mungu ni spirit. Alikuwa ndani ya mwili akijipatanishia nani? Wanadamu. Kwa hivyo tumeona kwamba huyu ambaye anaitwa mwanadamu alistahili afe, lakini kwa sababu kufa kwake hakungemkomboa. Alihitaji dhabihu, alihitaji mtakatifu ambaye ni Mungu peke yake. Kwa sababu hiyo Mungu akatengeneza njia ya kuja kukomboa nani? Mwanadamu, kwa njia ya nani? Ya Yesu Kristo. Sasa ndio tusonge kwenye hatua, the death of Christ. Sasa Yesu alikujaje kufa? Na purpose yake ni gani ili akufe? Ukisoma kitabu cha Matthew chapter 16 verse number 21-22, Yesu sasa ameanza kutangaza kuhusu kifo chake. Matthew chapter 16 verse number 21-22 inasema hivi: tangu wakati huo Yesu alianza kuonya wanafunzi wake ya kwamba tuko pamoja na nyinyi. Matthew 16:21. Tangu wakati huo Yesu alianza kuonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi, na kuuawa, na siku ya tatu kufufuka. Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema, asha Bwana, haya hayatakupata. Akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu Shetani, huu kikwazo kwangu, maana
uyawasi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Yesu amekuja kwa wanafunzi wake akawaambia kwamba inahitaji nikufe. Petro akamchukua pembeni akamwambia, hapana, excuse me Jesus, what are you saying? Ukufe? Kwa nini unakufa? Hautakufa, tukiwa hautakufa. Mimi Petro inakuwa na kifaa hapa. Kuna kifaa natembea nacho. Najua Petro ni kama Maasai. Kuna Maasai kanisani anatembea na onchole, panga. Petro alikuwa anatembea na panga. Akamwambia kuna mwenye atakuwa, niko na panga, nitaitumia vizuri. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi, uko na bodyguard. Unakumbuka wakati Yesu alikuwa anachukuliwa, wakati wale the Pharisees wamekuja kumchukua, Petro alichomoa kisu akatoa mtu sikio, kumuonyesha kwamba security is very tight. Usiwe na wasiwasi, bado tuko kazi. Unapigania Mungu. Niko hapa. Petro akang'oa masikio, na ule jamaa Yesu akakota ile masikio akarudisha. Unajua kile kitendo ingesababisha wale jamaa wakimbie watoroke sana. Ingewafanya hata wanafunzi waende mbio kama risasi watoroke. Waulize, who is this kind of human being? Nimetoa masikio nimeweka chini kumuonyesha mimi ndio the most powerful bodyguard ambaye ako nayo, lakini ametoa ile masikio amerudisha. Si hata ungetoroka? Lakini hakutoroka. Ile ni kuonyesha Petro kwamba Petro, uwezi vita yangu uwezi, hii uweza na. Sasa wakati Petro anamkataza, Yesu akageuka akamwambia, na nyuma yangu nani? Shetani. Yara ambao unawaza sio ya Mungu, ni ya nani? Ya mwanadamu. Kwa hivyo mwanadamu ataki akufe precisely. Mwanadamu angetaka Yesu akufe. Kwa nini? Hakukuwa anaelewa maana ya Yesu kukufa. Hiyo ndio tatizo. Kama Petro angeelewa kwamba Yesu anakuba on behalf of himself, angesema Yesu ungekuwa umekufa tayari, ili ni komboe. Lakini hakuelewa. In fact hicho ndio kanisani hatujaelewa kwa nini Yesu alikufa. Ukielewa kwa nini Yesu alikufa, ukabila utawekea kwa eli, kinyongo utaweka kwa eli, kiburi utaipigia kwa eli, unafiki utapiga kwa eli, chuki utapiga kwa eli, masengenyo utapiga kwa eli. Uanze kusema Yesu fanya haraka ukuje upesi tuende wapi? Nyumbani. But because people have not understood why Jesus died, ndio maana tuko na wrangles in the church. Ndio sababu. Ni kama Petro Yesu amekuja kumwambia kwamba siku 3 nitakufa nizikwe, siku ya 3 nifufuke. Sasa kama Yesu amekuashua kwamba akikufa mwisho atafufuka, unaogopa nini? Si unakuwa unamwambia utaanza kukufa lini? Friday, Sunday nitakusubiria nione kama utafufuka. Hiyo ndio ingekuwa mawazo ya Petro, lakini Petro hakuwa amefikiria mpaka pale. Kwa hivyo Yesu alikufa intentionally. It was not accidental. Haikuwa ajali. It was organized. It was planned. Why? Because of the plan of redemption. Ilikuwa imepangwa. Sasa ni kuchallenge. Kwa nini Yesu alikufa? Nani alimuua Yesu? Hebu nione Wakristo wawili wanajua kwa nini Yesu alikufa. Nani alimuua Yesu? Hebu nione kwa mikono. Wameogopa watasema. Mamza. Very true. Because of our sins. Basi Judas alitokea wapi? Judas aliingilia wapi? Si mnasema Judas ndio alimtoa? Kweli kulingana na Matthew 16:21 ni Judas alimtoa ama Yesu alijitoa? Nani alitoa mwingine? Acha nisome nirudie, pengine watu wa Mungu hawakusikia. Tangu wakati huo Yesu alianza kuonya wanafunzi wake ya kwamba imenipasa kuenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee
na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa, na siku ya tatu kufufuka. Yesu amejipeleka Yerusalemu. Nikuulize swali. Ukijua kwamba ukipita kwa ile geti utauawa, utapitia hapo? Yesu anasema nini? Kwamba anaenda Yerusalemu apata mateso au? Kwa nini anaenda Yerusalemu? Mumeona hiyo upendo? Lakini mumeona upendo hapo? Ako tayari kufanyaje? John 15:13. John 15:13. John 15:13 inasema hivi: hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Anasema hakuna mtu ambaye hakuna upendo mwingi kuliko huo wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Mama, nikuulize swali. Unaweza ukakufa kwa niaba ya mzee wako? Mzee unaweza ukakufa kwa ajili ya mke wako? Mzazi unaweza ukakufa kwa ajili ya watoto wako? Watoto mnaweza mkakufa kwa ajili ya wazazi wenu? Hakuna mwenye anakubali kifo. Kile mtu ataenda kama risasi, anasema anataka kuishi. Ni afadhali ukufe aliye wiki moja, wiki mbili, hiyo kesi isaulike. We have the only one, his name is Jesus Christ, who has extraordinary love and who offered himself to die on our behalf. Kuna mwingine. Kwa hivyo kila ambacho kilimsababisha akajipeleka Yerusalemu kupata mateso na akauawa kama mtu ambaye hana nguvu, it is because of the love that he had towards us. Ndio maana yake. Kwa hivyo ukianza kuelewa Yesu, ni fakti, mawazo yako, nguvu zako, akili yako utaifix kwake kuliko kufix kwa wanadamu ambaye hawezi akakufa kwa niaba yako. Hawezi. Wacha hao wanakuambia honey sweetheart baby and huyu hawezi. Mwambie kufa kwa niaba yangu ndio nione unajua mimi ni sweetheart. Hawezi akafa. Kwa hivyo yule ambaye alikufa anaitwa nani? Yesu. He came intentionally. He did not come accidentally. It was organized since the foundation of the world. Revelation 13 verse number 8. Revelation 13 verse number 8. Inasema hivi. Hapo ndio nitakuja kuemphasize kidogo kwa kuonyesha the sanctuary vile na perform kasi yake. Inasema hivi: na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa msingi wa dunia. Yesu aliuawa kitambo, kabla ya misingi ya duniani. Mambo haya yote yalipangwa. Sasa wakati Eve na Adam wanapotenda dhambi, sikiliza kile Mungu aliwaambia sasa. Genesis chapter 3 verse number 15. Mungu akatangaza kile ambacho kilikuwa tangu kuwekwa misingi ya dunia kwamba kimetimilika hivi karibuni. Anasema hivi 3:15. Anasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. This was a revelation or a prophecy of the death of who? Jesus Christ. Mungu alikuja aka-announce, lakini hawangeelewa. Kwa sababu mpango wa wokovu ni process ambayo Biblia inasema tutaenda kuuliza maswali mbinguni. Ilikuwaje? Kwa hivyo inamaanisha kwamba hii ilikuwa imepangwa kwa sababu ya adui yetu ambaye anaitwa Shetani.
Shetani wakati mwanadamu alikula lile tunda, alipiga makofi akasema, sasa nimemaliza kazi. Kwa nini unajua alisema amemaliza kazi? Because when the devil alikuwa spared from heaven, wakati alipigana vita mbinguni, ukisoma Ufunuo 12:7, vita ikatokea mbinguni, Mikaeli na malaika zake na yule choka na malaika zake, lakini hawakushinda. Wakati hawakushinda, akatupwa wapi? Duniani. Ukisoma Ufunuo 12:12 inasema, ole wa bahari na nchi, kwa sababu mstaki wenyu ameshuka akiwa na nini? Na ghadhabu. Ako na hasira sana. Shetani alipotupa duniani akiwa na hasira, ni wapi ungefikiria angeenda kudanganya? Ni kwa nini alikuja kudanganya? Alienda Eden. Shetani hakuangi na rochi, anakaa. In fact, kama angekuwa na rochi, ama tungejua anakaa hapa Kiamunyi West, tungeama wote tuende East. Na tukijua anakaa East, tutaama East tuenda hata Central Town. Tukijua anakaa Central, tutaama Nakuru tuende Nairobi. Lakini huwa anakaa wapi? 1 Peter chapter 5 verse number 8. 1 Peter chapter 5 verse number 8. Anakaa wapi? Ili kwamba Wakristo watoroke, wawachana huyo jamaa, maana huyu jamaa masuara yake si mazuri. Inasema hivi, muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mstaki wenyu Ibilisi kama simba angurumaye usunguka akitafuta mtu amumeze. Kumbe jamaa huyu hana mahali specific anakaa. Kwa hivyo ukienda Nakuru yuko, ukikuja hapa yuko, ukienda Tanzania yuko, Kambara yuko, ukienda America yuko. Is the spirit, is a counterfeit of God. God is the spirit. Your uncle Satan is also a spirit. So they move all over. It's omnipresent. Wewe jamaa utamtoroka? Ili umshinde, lazima Yesu angefanyaje? Angekufa. Sasa wakati alidanganya Adamu na Hawa wakatenda dhambi, alijua kwamba amerevenge. Alijua kwamba amerevenge kwa sababu alifukuzwa wapi? Katika makao yake. Yeye ndiye alikuwa ofisa. Yeye ndiye alikuwa mkuu wa malaika. Yeye ndiye alikuwa anawaambia, inama leo mtainama mara 3 kwa siku. Sema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Akaenda kuangalia huyu jamaa endelea kuambia mtakatifu kila siku. Malaika ruka nyote aniangalie. Anza kuniambia mtakatifu. Vita ikatoka wapi? Mbinguni. Kiburi kainuka. Wakati amefukuzwa akasema, hapana, sitakufa mimi mwenyewe. Lazima nihakikishe kwamba ninakufa na Mungu. Nitakufaje na Mungu, na Mungu amenishinda, amenifukuza? Nitaenda kwa wale ambao wameumbwa kwa mfano na sura yake. Ni nani? Ni ng'ombe. Ng'ombe hakuumbwa kwa sura ya Mungu. Ni kuku? Hapana. Ni nyoka? Hapana. Ni nani? Ni mwanadamu. Sasa kwa sababu ya mwanadamu ndio mfano na sura ya Mungu, nitarevenge. Nikigusa mwanadamu akitenda dhambi, nimemaliza Mungu nini? Kisiasa. Lakini alipo fikiri kwamba amemaliza Mungu nguvu, kumbe ndio anamuongezea nini? Nguvu. Mungu alikuwa ameweka substitute. Ni kama wale ambao mko na gari, mnakuanga na tairi ine umeweka kwa gari inaenda, lakini kuna yenye umeweka huko nyuma standby, ni kesi ikipasuka unaibadilisha. Kwa hivyo Yesu akakuwa a substitute ama a propitiation, akatolewa kwa niaba yetu. Tulikuwa tukufe, akatolewa. Sasa kule kukufa kuna tufaidi nini? Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 aya 3 na 4. Kule kufa kwake kuna tusaidi nini, ama kuna tusaidia na nini? Maana watu wengi, watu wa Mungu, watu wengi hawakubali kwamba Kristo alikufa. Kama ndugu zetu Waislamu, they don't believe that Jesus died on the cross. Na nafikiri leo tuko na mahali leo nitagusa hiyo sehemu kidogo baadaye. Verse number 3 inasema, kwa maana naliwatolea nyinyi hapo mwanzo yale tuliyopokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa kama yanenavyo nini? Maandiko. Kwa hivyo Yesu Kristo, he died
purposely for our sins. Swali nakuuliza, bado utaendelea kuwa na hizo dhambi zako ambazo Yesu amesettle? Kwa nini Wakristo wengi tunakuanga na wimbo huu? Mtu akikosa ukienda kumrekebisha na kuambia sisi wote ni wenye dhambi. Sijui kama mmeiona kanisa yenu. Ukiona kiongozi akikosa ama mshiriki akikosa, mwambie wewe hii ni makosa. Atakuwa Romans chapter 3 verse number 23. Kwa sababu sisi wote tumefanya dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa nani? What is that? Hiyo statement kwa nini unaikoti? Mbona usikubali makosa? Kwamba nimekosa nitaenda kurekebisha. Wakati Adamu na Hawa walitenda dhambi, wote tuliingia kwenye dhambi. Wote. Hakuna mwanadamu hata mmoja alikuwa safi. In fact Isaiah 64:6 inasema wote tukawa kama nguo chafu. Tukakuwa very filthy. Wachafu kabisa. Lakini wakati Yesu alikufa akafanya reverse. Kitabu kinaitwa Romans 3:24-25. Sikiliza vile inasema. Romans 3:24-25. Nitaanzia hiyo 23 ambao Wakristo wengi wanakwama hapo, hawataki kusoma Biblia vile imesema, wanataka waseme vile wanataka inasema hivi. Verse number 23. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wamehesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili atuoshe aonyeshe haki yake kwa sababu ya kusiachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi sote zilizotanguliwa kufanywa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipokufa msalabani, kila ambacho aliokoa mwanadamu ni zile dhambi mwanadamu alifanya, sio kwa mapenzi yake, ni kwa sababu ya Adamu na nani? Na Hawa. Wakati Adamu na Hawa walifanya dhambi, wote tuliingia kwa hiyo box automatically. Ndio maana Yesu akaja akakufa, akalipa ile deni yote ambao tulikuwa tumetangulia kufanyaje? Kufanya. Tangu Yesu aweko msalabani, ukifanya dhambi ni kwa kutaka kwako. Tutumie mfano. Tuseme uko na deni yangu ya shilingi 100 peke yake. Una deni ya shilingi 100. Elda Njuguna akuja akulipia hiyo deni. Akulipia deni? Unaendelea kuwa mwenye deni? Hapana. Na ukikuja ukopesha tena, unakuwa mwenye deni. Matatizo ni yako ama ni ya Njuguna? Njuguna alikuwa amefanya nini? Amekulipia deni, akamaliza na akasettle kesi yako. Kwa hivyo ukawa huu. Lakini ukikuja uchukue, nani amejiweka kwenye matatizo? Yesu alipokufa msalabani alilipa deni yetu, akamali. Sasa ukienda ufanye dhambi, hiyo ni deni ya nani? Hiyo ni juu ya nani? Kwa hivyo ni wewe sasa kuonyeshe jinsi unaenda kusettle hiyo deni. Akuji tena kufa msalabani. In fact, he is not going to come and die for our sins. The book of Hebrews chapter 9 verse number 28. Hebrews chapter 9 verse number 28. Inasema hivi. 9:28 inasema hivi. Inasema kama kadhalika Kristo naye akisha kutolewa sadaka mara moja achukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. He died once. He offered himself once for the sins of all. Kamaliza ke? Sasa wakati Dickson akitenda dhambi, ni yeye anastahili apite kwa ile njia ambayo utamweleza afike kwa yule mwenye alilipa nini? Deni. Yule mwenye alimlipia deni amwambie kwamba tafadhali
nilienda nikakopa deni, nimeshindwa kufanyaje kulipa, naomba unilipie. Umeona? Sasa hiyo ni njia gani atapitia ili kwamba afike akamilishe ile deni? 1 John 1:9. 1 John 1:9. 1 John 1:9 inasema hivi. Yohana wa kwanza 1 aya yake ya 9. Biblia inasema hivi: tukisiangama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atatuondolea dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tukifanyaje? Tukisiangama. Kwa hivyo inamaanisha kwamba lazima ujue dhambi yako. Kila mtu hapa kanisani anajua dhambi yake kabisa. Kama we ni muisi unajua ni muisi. Kama ni msinifu unajua. Yaani kila mtu hapa anajielewa. Sasa Yesu anasema he is a righteous one. Wakati tutaomba msamaha, tutaangama, tumufu kwake, anasema yeye ni wa msamaha. Msamaha unatokana na nini? Na kitu inaitwa grace, neema. Neema. Ukisoma Waefeso 2 aya yake ya 8, tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Hiyo haikutokana kwa nafsi zenyu, bali ni kipawa cha nani? Cha Mungu. Wakati umefanya dhambi, umegundua kwamba nimefanya dhambi, kuna kitu inahitajika ifanyike ndani yako. You feel guilty. Ufiri kwamba umekosea nani? Mungu. Wakati umejisi umekosea Mungu, unakuwa na attitude ya kutaka msamaha. Inaitwa repentance. Unarepent. Kurepent si jana tuseme uliiba, ukuje leo useme Mungu nisamehe niliiba jana. Mungu akusamehe na kesho uende uibe tena ukuje kumwomba msamaha. That is not repentance. What does it mean? Kurepent maana yake ni gani? Proverbs chapter 28 verse number 13. Kutubu maana yake ni gani? Kutubu maana yake ni gani? Kutubu maana yake ni gani? Maana kuna watu ambao anafanya makosa, anarudia, anakuja kwa Mungu kulia, utalia mpaka machozi yatakauka na uwezi ukapata rehema. Kuna kile ambacho Mungu anataka ufanye. You repent. What is repentance? Verse number 13. Proverbs 28 verse number 13. Afichaye dhambi zake atafanikiwa, bali yeye asiungamae na kusiacha atapata rehema. Hatua ya kwanza unajua dhambi yako. Hatua ya pili unaangama. Hatua ya tatu unawacha. Ukiwacha unapata what we call grace, msamaha. Wakati umepata neema, wakati hiyo neema imekuja kwako, neema hiyo ikusaidii tena uende kufanya usinifu. Hiyo neema ikusaidii tena uende kuchukia. Hiyo neema ikusaidii uende kusengenyana. Inatusaidia tufanye nini? Titus chapter 2 verse number 11 na 12. Tito 2:11 na 13 na 12. Hiyo neema wakati imetusaidia hivyo, alafu tufanye nini? Inasema hivi. Verse number 11 na number 12 inasema hivi: maana neema ya Mungu iwaokoao wanadamu wote imetufunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe neema inasaidia Mkristo kukua mwenye haki. Neema inasaidia Mkristo kuishi na watu wote kwa upendo. Neema inasaidia Mkristo kufanya mapenzi ya nani? Ya Mungu. Kumbe grace is not a ticket to sin. It is a ticket to salvation. Hiyo ndio Biblia inasema. Kwa hivyo wakati Yesu alikufa, it is because of grace. We didn't deserve.
Ni sisi tulistahili tufe. But because of this extraordinary love that he had towards us, he offered himself by grace. He died. He opened for us doors and the windows. So we can confidently walk towards him because he is our savior. Tunaweza tukafanya hivi. Kwa hivyo hiyo ndio sababu ilimfanya Yesu akafanyaje? Ili tukue wenye haki. Ili tukue wenye haki. Mwenye haki maana yake ni mtiifu. Ukisoma kitabu kinaitwa Romans chapter 2 verse number 13. Inasema sio wale wasikiao sheria watakaohesabiwa haki, bali ni wale watendao sheria watakaohesabiwa haki mbele za Mungu. Kwa hivyo wakati umesikia mafundisho, unastahili uimplement, unastahili ubadilike. Kama ubadiliki, ni fact I advise you, ni vizuri uende ufanye shughuli za nje kwanza, alafu rudi kanisani. You see, nowadays the church and the world, they are intermarried. Simewana. Siku hizi huwezi ukasimamisha Mkristo hapa na mtu wa dunia hapa, utafautishe wote, they are the same. Wanafanana, sijui ni kwa nini tunafanana tena. Na Mungu alisema tusifanane, tukue the light. Alisema tukue taa. Sasa sisi wote tumekuwa giza. Huko nje unajua wanasema kwamba wale wanaiba. Kanisani unajua watu wanaiba. Unasikia huko nje ni walevi. Kanisani unajua ni walevi. Huko nje wasinifu. Unajua kanisani wasinifu. Huko nje wanasenganyana. Kanisani tunasenganyana. Huko nje wana kiburi. Hapa tuko na kiburi. Huko nje wana wivu. Hapa tuna wivu. What kind of grace is that? Huyo ni Yesu mgani alikufa lakini? Unajua kwenye Biblia kuna Yesu watatu. Sijui kama mnajua hiyo Biblia. We have 3 Jesuses in the Bible. Kitabu ukisoma Acts chapter 13 verse number 6. Tuko na Yesu anaitwa Bali Yesu. Alikuwa nabii wa uongo mchawi. Kwa hivyo we have the witch Jesus Christ, Jesus Baliona in the Bible. Na ukisoma Colossians 4:11 tuko na yule anaitwa Yesu Yusto ambaye alikuwa wa circumcision ama tohara. Halafu Yesu wa tatu anaitwa Yesu Kristo aliyekufa kwa sababu yako na mimi. Sasa ni Yesu mgani ambao unafuata? Ndio swali tasimama. Nikoje ufufuo? Ufufuo wa nani? Wa Yesu. Ufufuo wa Yesu. The resurrection of who? Of Jesus. Wakati umeona kila ambacho kilitendeka kwa sababu ya kifo, that all process we call it justification. 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 Wangapi wamewahi attend court? Court. Nani amewahi attend court? Wakristo hawajawahi enda kwa court. Si kufungwa. Kwa court ni kusikiliza vile kesi inakuwa handled na judge. Na advocate vile wanatetea uongo na ukweli. Jamani hatari sana. Wasipotupu pia hawataingia mbinguni. Judge anajua, judge hata advocate anajua kwamba niliua, lakini atafika ukasema my client did not kill. Na ametoa chichorote nje anakuambia no, my lordship he did not kill. Na huyu mwenye aliua anafunguliwa, yule mwenye hakuua anafungwa. Wakati umeenda kwenye court, church amekaa pale, advocate wako hapa, the witness wako na kadhalika, na kuna wasikilizaji. Wakati wale wametoa evidence yao, kila kitu imetolewa, sasa inabaki sehemu ya nani? Ya church. Kama nilikuwa nimetuhumiwa ama nimefanya makosa, unapata church anasema kwamba umeruhusiwa uende wapi? Nyumbani. You have been proved innocent. Kwa hivyo unaenda wapi? Unatoa pesa. Umeambiwa aende nyumbani? You are free. Go home. Wakati tulikuwa tumetenda dhambi, Yesu alipokuja akafa, tukaambiwa you are free. Go home. Tutumie mfano wa Biblia. Yesu alikuwa amefungwa na nani? Barnaba. Si ndio? Walikuwa wamefungwa na Barnabas. Nina dakika 19. Alikuwa amefungwa na Barnabas. Si ndio?
kati ya Yesu na Barnabas nani alikuwa jambazi? Barnabas, sio? Ilipofika ule msimu na wakati wa kufungulia mfungo mmoja, kati ya Yesu na Barnabas nani alistahili kufunguliwa? Yesu. Lakini nani alifunguliwa? Umaijua kwa nini Barnabas alifunguliwa? Unajua nyinyi, sisi wa Kristo tunaangalia Biblia hapa juu kwa service. Kwa nini Barnabas anafunguliwa, Yesu anabaki akiwa kifungoni? Barnabas alikuwa muuaji, alistahili akufe. Yesu alikuwa mwenye haki. Kwa sababu ya upendo wa Yesu, Yesu akaingia kwa jela, mfungu akafanyaje? Akafunguliwa, akaambiwa you are free, go home. Justification. You are declared holy through faith, not through your works. Barnabas akaambiwa safiri nyumbani. Kwa hivyo wakati Yesu alikufa msalabani, wanadamu wote waliambiwa now you are free. You can choose to sin or to continue being righteous. Kwa hivyo it is a choice. It is a choice ambayo unafanya. Sasa kwa nini Yesu akafufuka? Kufufuka kwa Yesu pia kuko na kitu ambao unastahili uradi kama Mkristo. Yesu hakueleweka. Precisely hawakumuelewa. Hawakumuelewa kabisa. Na kitu kingine ambayo ilitisha hata Wayahudi ni kwamba how comes Jesus the Son of God anawekwa msalabani, anapigwa mikareji, anatusiwa, anatolewa mafasi kama ni mtoto wa Mungu? Nikuulize mfano, mtoto wa president mnaweza mkampiga? Mkamtoa manguo akitolewa, unaonaje? Tutaanza kuuliza baba yake ni nani? Mumesema ni rais. Rais aina gani huyo? Anawacha mtoto wake anapigwa njia hiyo, anatolewa mafasi na kuna security. The Jews, some of the Jews never believed that Jesus is the Son of God like the Muslims. Kwa nini? Mtoto wa Mungu aina gani, Mungu mgani ambaye anawacha mtoto wake anadharauliwa hivyo? Huyo ni Mungu mgani? Ni Mungu mgani huyo hawezi akaokoa watoto wake, wanadamu wake, lazima atume mtoto wake akufe? Hiyo ni kupenda mtoto wako ama ni kumchukia? Literally huko ni kupenda mtoto wako ama kumchukia? Ni kumchukia. Kulingana mtazamo wa wanadamu, waliona Yesu si mwana wa Mungu kwa sababu ya kile kitenda alitendewa na watu ambao hawana nguvu. Kwa hivyo Mungu akaonekana ako powerless, hawezi akaokoa mtoto wake. Mtoto wake amekufa msalabani, hawezi akafanyaje? Akaokolewa. Hawakujua the mission of Jesus on earth. Hawakuelewa. Sasa wakati Yesu amewekwa msalabani pale, ule msalaba uliwekwa anwani, ukaandikwa kwa lugha ngapi? 3. Kaandikwa Kiebrania, kaandikwa Kigiriki, kaandikwa Kiaramaiki. Those were the languages that were spoken there. Wakaandika kwamba the king of the Jews. Kwa hivyo mtu yeyote ambaye angepita pale angetingisa kichwa, machozi itoke. Mfalme wa Wayahudi, mfalme. Mnajua mfalme kweli? Unaweza kuweka mfalme juu ya mti? Mfalme ina gani ambaye anaweka juu ya mti? Mwana wa Mungu ni ambaye ni nani aweka juu ya mti? Hiyo si kitu ambao watu walielewa. Ukianza kitabu kinaitwa 1 Corinthians 15, kuanzia 15 mpaka 20, kuna debate kali pale. Wanasema haiwezekani mwana wa Mungu akufe, haiwezekani mfalme auawe, haiwezekani. Kwa hivyo sasa, kwa sababu hiyo walimuanika pale juu, akakaa. Na unajua kule kuanikwa kulianza na watu wanaitwa the Phoenicians. Ile ndio njia ambao walikuwa na punish mtu, ili katikati yenu ikiwa kuna mtu muovu akachana na uovu kwa kuangalia kile kitendo. Warumi wakakuja wakabeba ile punishment ile. Walipoweka Yesu huko juu, hawakuwa wanaweka Yesu ili Yesu asikie uchungu. Waliweka Yesu huko ili wanafunzi wake wasalende hiyo kazi ya kuhubiri. Mwanafunzi akiona kwamba Yesu Kristo amewekwa msalabani pale, ananing'inia, amekufa,
Na unajua wakati ulikuwa umepigwa mishumari au kukuwa na uwawa, ni mishumari unaangiwa pale ukae mpaka ujikufie kwa raha zako. Kwa hivyo hiyo period unateseka, hiyo period unatoa nduru, wanafunzi wako ama wafuasi wako wakikukaribia watakimbia wajificha, hakuna siku watarudia kufanya makosa. Angalia hicho kifo. Sasa Yesu amekufia msalabani pale. Yule ambaye alimusika, ni fact the spirit of prophecy inasema ni watu wangapi? Wawili. Unajua nyinyi matanga yenu mnasema kwamba tunataka tufanye the befitting send off. Pesa zinaenda huko, mamilioni zinaenda kwa process ya kupanga. Mayatima wanabaki njaa, mchana anabaki njaa, widow wanabaki njaa, pesa zote zilienda kwa mipango ya kutengeneza eulogy, ya kutengeneza kutafuta maua, kutafuta magari ambayo yatatoka hapa mpaka huko wapi, mpaka Soiro, mpaka Soiro hapa. Showground. Gari zinaonekana ni fulani amebebwa na hizi gari zote kutisha wananchi. Yesu alisikwa na watu wawili, Joseph Arimathea na Nicodemus. Only two people. Wakaomba mwili kutoka juu, wakamusika. Walipomsika, hapo ndio nataka unifuatilie, maana nataka nikuonyeshe why he was resurrected. Ili nimalize, maana nina dakika ngapi hapa? Nina dakika 12. Wakati Yesu Kristo amesikwa, don't forget, he had already announced kwamba siku ya tatu atafanyaje? Atafufuka. No, si siku tatu. Kuna watu wanasema siku tatu walikuwa kai kaburini. Hiyo ni Biblia yenu mlisoma. Biblia yangu inasema siku ya the third day. Kwa hivyo ni siku ngapi alikuwa kai kaburini? Turudie ile andiko. Kitabu kinaitwa 1 Corinthians 15 verse number 4. Verse number 4. 1 Corinthians 15 verse number 4. Na ukipata nafasi soma Matthew 16:22. 21-22 utapata hiyo majibu pale. Inasema hivi, kwa maana niliwatolea haya yale niliyopokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alisikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya the third day. The third day. Not 3 days ile ambayo mnasema. Ni siku ya ngapi? Ya tatu. Afanyaje? Afufuke. Nani angemwamini? Utafufukaje siku ya tatu wakati hujajisaidia huko juu ya msalaba? Ukisoma kitabu inaitwa Mark chapter 15 verse number 30. Wale wenye wapita njia walikuwa wanamwambia mfalme wa Wayahudi, shuka kutoka hapo. Wewe uliwasaidia wengine, wewe uliwaponya wengine, jiokoe kutoka hapa juu. Nani angeelewa kwamba ule mtu mwenye alishindwa kujiokoa kutoka msalabani anaweza akajiokoa kufufuka? Kile ambacho wale askari walifanya, walitafuta maaskari wakawaweka kwa kaburi. Ule anaitwa Farao kina Pilato, wakaweka muhuri juu ya kaburi, jiwe kubwa, wakaweka security car pale. Matthew 28 verse number 12. Matthew 28 verse number 12. Wakapewa pesa nzuri kabisa. Walilipwa pesa wasiseme Yesu amefufuka. Maana kufufuka kwa Yesu kulikuwa na maana kubwa sana. Inasema hivi, verse number 12 inasema hivi, Matthew chapter number 28. Nianze 11. Nao wale walipokuwa wakienda, tazama, baadhi ya askari waliingia mjini, wakawapasa wakuu wa makuhani habari ya mambo yote yaliyotendeka. Wakakusanyika pamoja na wazee wakafanya shauri, wakawapa askari fedha nyingi, wakisema, semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakamuiba sisi tulipokuwa tumelala. Na neno hili likisikilizana kwa ligwali, sisi tumesema naye, nanyi tutawaondolea wasiwasi. Wakati Yesu amefufuka, ukisoma Matthew chapter 28 verse 1 na 2 inasema, hata sabato ilipokwisha, ikipambasuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Verse number 5.
Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayuko hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Yesu alisema kwamba atafanyaje? Atafufuka. Wakati alisema atafufuka, amefufuka. Wale ambao walikuwa wanasema hatafufuka wangekubali? Kwa sababu hiyo maaskari waliwekwa pamoja, wakapatiwa nini? Pesa. Sema kwamba wanafunzi wake walikuja wakamuiba, ili wasionyeshe kwamba Yesu alikuwa Mungu, wasionyeshe kwamba Yesu ana uwezo wa kushinda mauti, wasionyeshe kwamba mtu akifa ndani ya Yesu atafufuka. Hiyo ndio walikuwa wanataka wafanyaje? Wafiche. Kumbe kufa kwa Yesu na kufufuka ni ishara ya kuonyesha kwamba Jesus was, is, will be God always. Kitu kingine namba 2, those who will die in Christ, they will also be resurrected. And number 3, kwamba we should trust in Jesus because he overcame death. Hiyo ndio kitu ambao Mkristo anastahili akwe nayo. Hali yako ikoaje Mkristo? Hali yako ikoaje? Maana uwezi ukafufuka kama utamwamini Yesu. Uache dhambi, utakaa kaburini pale. Bali Yesu akija anafufua wale waliomwamini kwanza. Kisoma Thessalonika wa kwanza 4:16. Parapanda ya Mungu itatoa sauti, wale waliokufa Kristo watafufuliwa kwanza. Wale ambao hawakukufa katika Kristo watakaa kaburini miaka 1000. Wewe utakuwa upande gani? Wewe utakuwa upande gani? Kwa hivyo inamaanisha kwamba kule kufufuka kwa Yesu ni ishara kwa Wakristo kwamba yule aliyekuja kuwakomboa alikuwa Mungu mwenyewe. Namba 2, kwamba kufa kwa Yesu, kusikwa na kufufuka ni kutuonyesha kwamba sisi Wakristo, watu wenye mwili, tutakufa siku moja na baadaye tutafufuka. Kwa hivyo wakati unaona mwenzako amekufa, wakati ndugu yako amekufa, mume wako, mke wako amekufa, kuwa na trust kwamba if he or she has died in Christ, then we will be happy one time, one day when Jesus will come the second time. Nafikiri hiyo ndio jambo ambalo ningependa uliangazie sana. Sasa nataka muende msaidie watu wa Mungu. Kuna watu wa Mungu ambao wanataka kutwist Biblia ikubaliane kile wanataka. Yesu alipofufuka hakuita wanafunzi waende kumsherehekea. Hakualika Wakristo waingie kanisani. Maana hiyo ilikuwa ni siku ya kwanza ya wiki, the first day of the week. Watu walikuwa wanaenda wapi? Mark 16 verse number 12. Mark 16 verse number 12. Wakati Yesu amefufuka, ukianzia aya 9. Aya 9. Mark 16. Saidia Wakristo wenzetu, wasaidie kabisa. Uwafundishe mambo haya. Wawache upotofu, waingie kwa Yesu. Verse 9. Naye alipofufuka alfajiri siku ya kwanza ya juma, alimtokea kwanza Mariamu Magdalene, ambaye kwamba alimtoa pepo 7. Huyo akashika njia akawapasa habari wale waliokuwa pamoja naye. Nao wakalia wanaomboleza na kulia. Walakini hao waliposikia kama yu hai, naye amemuona, hawakusadiki. Baada ya hayo akawatokea watu wawili miongoni mwao, ana sura nyingine. Nao walikuwa wakishika njia kwenda shamba. Kwa anaenda mego daini. Kwa anaenda shambani. Kumbe si kusherehekea Yesu. Kwa anaenda shambani. Biblia zingine zinasema country. Walikuwa wanasafiri, wanaenda safari. Si kanisani. Kwa hivyo ambia watu waende shambani. Wasingangane kubeba Biblia kwenda kanisani. Hakuna andiko kama hilo. The only day that is advocatable and that is commanded in the 70 day Sabbath, Saturday. Hiyo uende mbinguni ukufu ufufuke Saturday. Kwa hivyo ni mtu asome Biblia, akubali Biblia jinsi ilifanyaje, iliandikwa. Kwa hivyo tumeona Yesu alipofufuka alikutana na wale wanafunzi tena. Wakati alikutana na wale wanafunzi, kuna somo lingine ambalo alikuwa awapatie. Maana alikaa na wanafunzi miaka 3.5 lakini hawakumuelewa.
In fact, it is possible. Umekaa kanisani miaka yako yote, but you don't understand Christ. Very possible. Because hawakukuwa na Roho Mtakatifu. Acts chapter 1 verse number 9. Wakati Yesu sasa amekutana na wana wapatia kwa eli, usikie yale ambayo aliyoyasema, alafu ujue kwamba Jesus is our Lord and Savior. Ukisoma 1:9, Acts chapter 1 verse number 9 na 10, inasema hivi: akisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe, wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenyu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo mlivyomuona akienda zake mbinguni. Yesu kila kitu alifanya akiwa na mashahidi. Baada ya kuona wapeleke ujumbe kwa watu wengine kwamba we have seen our Jesus who came to save us, he has returned to heaven. Hiyo inatuonyesha nini? He had accomplished his mission. Alimaliza kazi yake. Kazi alimaliza. Kazi aliyokuja kufanya duniani alimaliza. Akaenda mbinguni. Kwa hivyo wakati alienda mbinguni ni ishara ya kuonyesha kwamba Wakristo wote duniani ambao tunamwamini Yesu, usiambiwe Yesu ameonekana Western, Yesu wa Tongolele. Huyo ni nabii wa uongo, ni Yesu wa uongo. Usiambiwe Yesu ameonekana Nairobi, alionekana Amerika. Do not believe such wickedness. Usiwahi kubali. Wait, keep on fixing your eyes to the sky. Hapo ndio Yesu atatoka. Jinsi alipanda ndivyo atafanyaje? Atashuka. Atatuma Dickson ya kuja kukuambia anashuka, atatuma nabii fulani, atatuma mzee wako, atatuma mke wake. Already he announced it publicly, telling them, the way you have seen me going, that is the very way I will come again. Kwa hivyo Wakristo, jipe moyo kwamba our Savior is coming soon. Is coming soon to pay each and every person according to his acts. Mungu awabariki katika jina la Yesu. Mungu awabariki sana. Tusimame. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru sana. Asante kwa uaminifu wako na wema. Kweli umetufundisha kuhusu kifo cha Yesu, kuhusu ufufuo na yale ambayo tunastahili kuyafanya kama Wakristo, tukikusubiria uje mara ya pili ututoe katika dunia hii yenye dhambi. Watoto wako inawezekana wengine kuna mahali wametereza, kuna mahali ambapo wameenda kinyume na yale ambayo unaagiza. Tunajua kwamba wewe ni mwingi wa msamaha, na ndio ulikufa ili tuombe msamaha, tuangame, tukiri dhambi zetu, maana wewe ni mwaminifu, utatusamea. Asante kwa mama, kwa mzee, vijana na sisi wote tunajikabidhi mikononi mwako. Kipindi kinapoingia Mungu, tunaomba kwamba pia ukawaongoze, wafikishe ujumbe kadri na yale ambao umewaagiza wakayatende kwa siku ya leo. Na mwisho wa wiki watu wako wajengeke, watu wako wakukaribie, watu wako wakue kiroho, na tutende yaliyo maagizo yako. Asante kwa kuwa umetusikia, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mubarikiwe sana. God is good and all the time. Wagapi wamebarikiwa? Asante Pastor Osoro kwa mahubiri mazuri. Tutaomba ndio tuingie kwa kipindi kingine. Tuombe. Mungu mumenaji, tumesema ni asante. Bado vipindi tumebarikiwa zaidi ya zaidi. Tunajua Mungu kuna ambao wako hapa waliweza kujikaza ndio waweze kukuja ndio kusikia neno lako.
Tunajua tukitoka hapa Mungu tutakuwa kiumbe kipya. Mungu uweze kutuongoza Mungu, hata wale watakuja hapa mbele kutuambia maneno ya Mungu tutaweza kubarikiwa zaidi na zaidi. Mungu tunakuweza uweze kutuongoza kwa vipindi ambazo zimepangiliwa siku ya leo. Hayo yote tumeomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Mbele yetu tutakaribisha Madam Purity, muuzaji wa vitabu. Wangapi wamemkaribisha? Karibu sana. Mbele daima. Mbele daima. Sauti zenu zinafaa kuwa juu sana. Mko wengi. Mbele daima. Haya, okay, nashukuru Mungu. Kwa majina ni Purity Ndilango. Mshiriki wa kanisa linaitwa Blessed Hope. Blessed Hope iko Wajoi District, eneo la Nyandarua. Nyandarua Station, that is. Nashukuru Mungu kwa sababu amenituma hapa na jumbe ambazo ziko pale nyuma. Mhubiri ambaye ni mhubiri wa kimya. Kwa hivyo hata nikitoa sauti sitanena kwa sana. Sauti kubwa iko pale nyuma. Tuko na vitabu nyingi tu. Niko na box 3 ya vitabu ambazo APD aliona ni vyema zije katika makambi ya Kiamunyi West. Na kwa hivyo nawakaribisheni sana sana wakati ukifika wa kwenda pale nyuma, ili tuone Mungu ametupendelea kiwango kigani sisi tukiwa Waadventista wa Kiamunyi. Siku ya leo ambao ni kama ndio siku yangu ya kwanza kuja mbele kuwaletea vitabu zetu, niko na something ambao nashika mkononi. Ni Biblia. Biblia. Unajua hakuna kitabu kikubwa kama hiki. Na hiki ndicho kitabu ambacho napenda kuwaletea washiriki kikiwa cha kwanza. Kwa nini? Najua mko na Biblia, mtaniambia hivyo. Lakini this is a time wewe ukiwa na Biblia yako, nikisema muinue Biblia hivi. My Bible, lift up your Bibles. Inueni Biblia zenu. Naona mko nazo. Na ni kweli ziko sawa. Lakini zingine hazina Genesis chapter 1. Zingine hazina table of contents. Zingine hazina Revelation 22 huku nyuma. Zimechakaa. Zimechakaa. Nikiangalia nguo zetu ambazo tumevaa, we are very smart. What about our Bibles? Zinafaa ziwe ndio ziko the best, kwa sababu sisi sijana tuliambiwa sisi ni matajiri. Sisi ambaye atatuletea ombi kuu ni dada wetu Alice Okemwa.